mtazamaji wetu, ni mimi mtangazaji wako Jesse kutokea hapa Connection TV. Tunasema the house of detail and fact news. Leo tupo na kiongozi wetu hapa, kiongozi wa mila na desturi za watu weusi, Chui Mweusi. Karibu. Asante sana Jesse. Samahani kiongozi. Naam. Kuna jina nalisikia. Naam. Ili la Matuta Alkebulan. Ndio. Hili jina lina maana gani? Maana ni geni sana hapa Afrika, alafu limekuja kwa ukubwa sana na linakuwa kwa kasi sana. Matuta Alkebulan sio jina geni. Matuta Alkebulan ni jina ambalo lilikuwepo. Mimi sipendi sana kuelezea historia. Mimi ni mtu wa kumbukumbu. Ndio. Lilikuwepo likiwakilisha maana nzima ya mkuu wa hekalu la Epet Yesut, hekalu la kwanza la watu weusi. Watu weusi walikuwa na mila, desturi na ibada zao. Ndio. Hekalu hili lilianzishwa miaka kadhaa iliyopita kabla ya kuja kwa Kristo, before Christian, miaka 3000 kabla ya kuja kwa Kristo. Alikuwepo kiongozi wa kwanza aliyeitwa Matuta Alkebulan. Ndio. Kiongozi huyu alikuwa ni msimamizi wa mila, tamaduni, lakini msimamizi wa hekalu la Epet Yesut la watu weusi. Maana yake imani za kwanza kabla ya kuja kwa imani nyingine zilikuwa ni imani, watu weusi walikuwa na imani zao. Kwa hiyo ukisema Matuta sio jina geni. Kwako linaweza kuwa jina geni, lakini kwangu sio jina geni, kwa sababu mimi ninakaimu nafasi hii ya pili. Wakati mwenzangu alipoharibiwa hekalu lake, basi mimi ninaikaimu nafasi hii kuwa Matuta wa pili, yani kiongozi wa pili wa hekalu la Epet Yesut. Shukrani sana kiongozi. Nashukuru mimi pamoja na mtazamaji mwenzangu nahisi atakuwa amepata swali la hilo jibu. Pia naona wewe na washirika wako mpo kwenye kuamsha wana Afrika. Nini malengo yenu kwao na nini mnakihitaji kwao hasa? Waafrika wanatakiwa kuamshwa, lakini kumwagiwa maji ili wazinduke kwenye usingizi mzito. Sababu Afrika wamelala kwenye usingizi mzito, usingizi wa fikra. Mawazo ya Waafrika wengi yamelala kwa sababu ya mapokeo. Mapokeo tuliyoyapokea sisi watu weusi yametufanya Waafrika tuendelee kulala. Kwa hiyo kumwamsha Mwafrika ni kumwamsha arudi kwenye ustaarabu, kwenye sheria zake, kwenye tamaduni zake, kwenye mila zake, kwenye mipango yake. Atakapoamka Mwafrika, dunia nzima itaamka, kwa sababu itaamshwa na uwezo wa mtu mweusi. Atajitawala tena na kurudisha kiti chake cha enzi, kinaitwa throne chair. Kiti chetu cha enzi kiliporwa. Baada ya kutupola kiti chetu cha enzi, wakatengeneza nafasi ya kutuziba masikio na kutufunga minyororo ambayo Waafrika hatuwezi kujifungua. Lakini minyororo hii ni kwenye fikra. Kwa hiyo sisi kuamsha fikra za Mwafrika ni kumfungua Mwafrika aamke tena. Atakapoamka tena, basi Mwafrika huyu atairudisha Alkebulan, nchi ya asali na maziwa. Sio zile walizosema sijui Kanaani. Alkebulan ni nchi ya asali na maziwa, upendo, amani, mshikamano. Ndiyo maana ya Alkebulan. Kwa hiyo bado ninahitaji Waafrika wengi waamke. Watakapoamka
iko sababu kubwa ya kiti chetu cha enzi, the throne chair, kurudi kwenye nafasi yake. Shukrani sana kiongozi. Naam. Pia kipindi hichi cha kati, kuna taarifa ambazo nimekutana nazo kwamba ulipewa uongozi nchi za wenzetu Ghana huko, ulipewa uongozi fulani. Tulikuwa tunataka kujua kuhusu uongozi, tulikuwa nataka utuelezee kwa mapana, vipi upewe uongozi nchi za wenzetu? Hapana mtu aliyenipa uongozi nchi ya wenzetu. Mimi ni kiongozi wa fikra huru za Mwafrika, mpigania na mkombozi wa sheria 12 kutoka kwa mababu zangu. Lakini pia ni kiongozi na msimamizi wa mila, desturi na tamaduni za mtu mweusi. Kwa hiyo kuitwa huko, na sio Ghana tu, hapa katikati nimeitwa na baadhi ya viongozi wakubwa nchini hapa. Viongozi hawa wanawakilisha watemi na machifu wa makabila yao. Tulianzisha project iliitwa Chuma. Chuma ilikuwa ni project ambayo nafikiri itaendelea. Ilikuwa ni project ambayo inamuonyesha mtu mweusi, ikiwemo makabila ya watu kutoka Afrika Mashariki, babu zao, bibi zao, machifu wao, watemi wao, wanatakiwa kuwa na mtu mmoja mwakilishi atakayetetea imani na harakati zao. Project hii inaitwa Chuma, tulifanya na kijana wangu anaitwa Makeke. Ilikuwa ni project ambayo wageni wengi kutoka magharibi walikuja kutaka kujua nani anayefuata, chosen one, nani atakayelisi kiti hichi cha Chuma. Kama nilivyokueleza mara ya kwanza, Chuma ni throne chair, ni kiti chetu cha enzi. Kwa hiyo Afrika Mashariki ikachagua mtemi kutoka, chifu kutoka himaya ya Wahehe, chifu kutoka himaya ya Wangoni, chifu kutoka himaya ya Wachaga, chifu kutoka himaya ya Wasukuma, chifu kutoka himaya mbalimbali. Wahehe wakaniambia, wewe ni mwakilishi, tumwakilisha Mkwawa. Watu wa Songea, Wangoni, ndio Wandende ule wakaniwakilisha kwamba wewe utamwakilisha Chief Songea. Wenzetu kutoka Tabora walisema nitamwakilisha Milambo wa Milambo. Lakini Wachaga pia wakasema utamwakilisha Mangi si na Mangi Meli. Hizi sio hadithi za kukopi wala sio mambo ya kusoma kwenye vitabu. Huu ni uhalisia. Baada ya makabila kadhaa yaliyosema ya kwamba nitakuwa mwakilishi, vazi la machifu na watemi wote likatengenezwa likaitwa Chuma. Kwa hiyo wachana na huko kwingine ambako hatujafika. Tumeanzia hapa kutambulika kuwa kiongozi wa mila, tamaduni na ukuu wa mtu mweusi. Kwa tukatengeneza project na baadhi ya mataifa kama Ufaransa, wakasema Ujerumani, Australia, Amerika, baadhi wakasema tumekuchagua, lakini hawakutaka kujitokeza wadau mbalimbali, kwa sababu unajua kumtetea Mwafrika kuna mambo ni lazima uachane nayo. Lakini nimechaguliwa kukiongoza kiti cha Chuma, kuwaongoza hawa wenzangu, hata kama walikuwepo walitangulia, lakini mimi nimekuwa msimamizi wa himaya hii. Naam. Shukrani sana. Lakini pia ukiwa wewe pamoja na washirika wako katika kuliendeleza hili swala, vipi unapitia zile changamoto za watu ambao wameacha tamaduni zao na wakafata tamaduni za wenzetu, wamefuata mila za wenzetu na wanaacha mila za kwao?
vipi mnaweza kuwatoa kwenye akili bandia walizomezeshwa na kurudi kwenye tamaduni zao? Ni elimu ipi ambayo mtakayowapa mpaka wakajirudi? Maana sio kawaida. Ni kweli mwanangu, Afrika inahitaji kuondoka kwenye mambo matatu: ujinga, maradhi na umaskini. Ndio. Ujinga ni kwa sababu tumechagua vitu ambavyo sio vya kwetu. Sisi tumekuwa wajinga kuchagua tamaduni za watu wengine. Leo tunaona mtu mweusi anatamani kutoa ngozi yake nyeusi awe kama mzungu. Leo tunaona mtu mweusi anatamani kulionyesha umbo lake, au anatamani kununua umbo jingine bandia. Mtu mweusi amepewa maumbo mazuri, hata kama ni mwembamba, lakini anatamani kuwa na makalio makubwa. Mchina anatengeneza dawa za kuongeza makalio, lakini yeye hana makalio. Sawa sawa, Ndio. Hana. Inawezekana wewe Jesse, Mungu au creator of the whole amekubariki, lakini unatamani tena lingine fake. Sawa. Mtu mweusi hata akiwa mwembamba hana makalio bado ni mzuri. Ndio. Connection TV, the house of details and fact news.